Nilikuwa nimebeba tani 100 za pilipili za viwandani na nikaziangusha kwa makusudi. Nilipoona wanakijiji wanakuja kuziiba, nikajua mpango wangu umefanikiwa. Kwa maana miaka 9 iliyopita baba yangu alikuwa akiendesha lori lililopita katika kijiji hiki na matairi yalipasuka baada ya kukanyaga misumari, akapata ajali akafariki, na nguruwe aliyokuwa amebeba wote wakaibiwa na wanakijiji wa kijiji hiki. Hii misumari huwa wanaiweka makusudi kisha wanaacha dereva apite wamnyang'anye. Mama yangu alijaribu kufuatilia kesi, wanakijiji walipinga kwamba hawana hatia na polisi wakaachana na kesi hii. Hivyo swala likawa limeisha tu. Sasa leo ninapita katika kijiji kulipa kisasi. Nimebeba pilipili zenye sumu ambazo ni pilipili kali, kama mtu akizila ana uwezo wa kupata ugonjwa wa kuparalyze na kufa hapo hapo. Nimezibeba kwa makusudi, na nilipofika kwenye kituo cha kupumzika nikamwona mzee mmoja aliyevaa nguo zilizochakaa. Alikaribia katika lori langu na kuniambia, "Kijana, umebeba nini?" Nikamwambia nimebeba pilipili na kwenda kupeleka katika mgahawa mmoja wa nyota 5. Mzee huyu nilipomtazama nikamkumbuka ndiye yule aliyemsababishia baba yangu ajali. Alimsimamisha na kujifanya anaomba lifti, na leo amekuja tena. Huwa anatumwa na wanakijiji ili kuja kuwapoteza madereva wa marori. Ukimpa lifti anakuelekeza kwenye njia ambayo wanakijiji wametega misumari mpate ajali kisha waje kuiba. Mzee huyu akajifanya anaiomba sana lifti nimpeleke katika kijiji chake, na akadai njia ninayotaka kupita mimi inatengenezwa, hivyo ni heri tupite njia anayonionyesha yeye. Alipozitazama pilipili na akajua huu ni msimu wa mavuno kwa pilipili, hivyo pilipili zina soko sana, akaona hili litakuwa jambo zuri sana. Nami sikuwa na hiana kwa kuwa najua nilichokipanga ni kisasi. Nikamkubalia aingie kwenye roli, ingawa alikuwa tayari ameshawasiliana na wanakijiji wamejitega kunisubiria. Nikamwambia basi aingie kwenye gari tuanze safari. Tukaanza safari wote kuelekea katika kijiji. Mzee aliingia ndani ya roli kwa furaha, na mara baada ya kuingia ndani akatoa simu yake na kuandika ujumbe wa meseji kwa siri kuambia wanakijiji wajiandae kuiba mzigo. Akajifanya ananiuliza kinafiki, "Kijana, vipi mzigo huu umebeba mzigo gani? Sijawahi kuuona." Nikamwambia hizi ni pilipili, inasadikika kwamba ni pilipili za hatari, ndio maana zimefungwa vizuri na ni za gharama sana. Mzee akacheka huku nikijua tu ya kwamba ameshazitamani. Kwa kuwa pilipili hizi zina sumu, sikutaka kumwambia ukweli kwamba pilipili hizi zina sumu au lengo langu ni lipi. Nilimwacha azifurahie, mzee akiamini hii itakuwa fursa kubwa sana. Na baada ya muda tulianza kuingia kwenye kijiji chake. Ndio tulipoingia tu mzee akaanza kulalamika, "Oh, tumbo linaniuma, naomba nishuke hapa alafu nitarudi." Nilijua ujanja wake, nikamwambia, "Bwana, mimi siwezi kushuka, usijali, tutafika sasa hivi." Nikaongeza spidi. Roli likawa limeshika moto linakimbia kweli kweli. Mzee akijua kwamba sasa tutaenda kupinduka wote, akazidi kuniomba, "Aise, naomba bwana unishushe, la sivyo nitavua suruali hapa ndani nijisaidie." Nikamwambia, "Vua tu, madereva roli sisi tumeshaviona vingi sana, kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Chini ya siti kuna ndoo, chukua hiyo ndoo safi ujisaidie, mimi siwezi kusimamisha gari." Mzee alitoa nyundo na kuanza kugonga dirisha la kioo, lakini kioo hakikuweza kuvunjika. Nikamwambia, "Mzee usijisumbue, hicho kioo kimepigwa double lamination, hakiwezi kupasuka, wewe tulia tu kwenye gari." Mzee akiwa anajua akaamua tu kulopoka, "Kijana, usiende mbele tafadhali, niliwaambia wananchi waandae misumari, wameimwaga barabarani, tukikanyaga tutaanguka." Nilimtazama usoni nikamwambia, "Bwana, sikusikii, gari linapiga kelele nyingi." Mzee akalalamika, "Nakuomba tafadhali, niliwaambia wanakijiji waweke misumari, simamisha gari kijana, na tutaenda kufa." Nikamwambia, "Sasa ungesema mapema." Lakini roli lilikuwa tayari limeshapita juu ya misumari. Nilikanyaga misumari ghafla, na mimi nikiwa nimeshajifunga mkanda wangu vizuri. Roli liliyumba na kupigiza chini. Mzee aliumia vibaya, damu zilimtapakaa usoni. Alishindwa hata kunitazama. Na hapo tukiwa tumelala, mzee akaanza kulalamika. Nikamwambia, "Mzee, hebu nipe simu yako niwapigie polisi." Mzee kwa wasiwasi akawa anataka kufuta zile meseji alizokuwa akiwatumia wanakijiji kwa kuwa zitakuwa kama ushahidi, lakini alishindwa kwa sababu uso wake ulijaa damu, aliishia kutetemeka. Na mimi nikiwa hapo nimelala, ghafla nikaanza kuona wanakijiji wanaanza kusogea mmoja baada ya mwingine. Mzee kwa hofu nikampokonya ile simu huku akilalamika, "Tafadhali nipe simu yangu, nipe simu yangu," nikijua hii nitaitumia kama ushahidi. Baada ya muda nilisikia mayowe, watu wanakuja wanakimbia wakiwa na hamu ya kuiba kilichobebwa. Walipofika hawakuhangaika na sisi, wakaanza kuzoa pilipili. Walitazama na walifurahi kweli kweli kwa kuwa walijua ni faida sasa. Walianza kuchukua pilipili mmoja baada ya mwingine, mafurushi kwa mafurushi, huku mimi nikiwa najua kitakachowakuta. Mzee alikuwa amechakaa na amelala huko ndani ya kibi. Tukamwomba atusaidie, lakini bibi yule akasema, "Usijali, tutapiga simu ije kukuokoa sasa hivi." Nilipotaka kunyanyua simu wakainyang'anya ili nisiwezi kuwapigia simu polisi. Wanakijiji walijaa, wamama, wababa, wakubwa kwa vijana, watoto kwa wazee. Walivuta pilipili nyingi
Huu ndio mchezo wao wameuzoea wa kuwaibia madereva roli, lakini leo hawakujua kuwa wanajiibia kifo chao wenyewe, wanakichukua na kukipeleka majumbani kwao. Walibeba magunia makubwa, wengine vikapu, wakibeba na kuisafirisha pilipili ile. Wengine wakaanza kubeba mifuko, wengine wakachukua baskeli, mikokoteni, wakibeba bila kujali. Wakati huo nikiwa ndani ya gari, ghafla nilianza kujisikia kizunguzungu na nikaanza kujihisi kama kutapika. Nikaanza kujifanya kama nataka kutapika, lakini nilikuwa salama kabisa, nikijua mpango wangu sasa umefanikiwa. Unajua ni nini kinachofuata kwa hawa wanakijiji? Sehemu ya pili na kuandalia. Subscribe ili kesho uikute hapa hapa. Mimi naitwa Makaveli.